Makocha wote wameongea lugha ambayo inaeleweka na watu wote. Kwa mna sehemu ambayo mtu anasema nitafsirie au hajaelewa, lugha inaeleweka. Yeah. Tukiangalia mchezo wenyewe, unajua hamna kitu kigumu au hamna kitu ambacho kiko tricky kama kucheza na timu moja mara mbili ndani ya muda mfupi. Yeah, yani hiyo uwaga siku zote inakuwa tricky kwa sababu ujui mwenzio atabadilika nini au atarudije vile vile. Sasa hapa kuna changamoto kidogo. Kwa mara nyingi kinachokwenda kumata hapo itakuwa ni nani bora zaidi ya mwenzie, kwa maana ya kwamba kikosi chake kina ubora ambao unamtosha yeye kufanya mabadiliko kadhaa ndani ya kikosi au kufanya mabadiliko kadhaa ya kimbinu kwenye mchezo. Hivyo vitu vyote vinachanganyikana hapo, na ukiangalia hizo timu zote mbili zina ubora au zina sifa ya kufanya hivyo vitu vyote viwili, lakini sio tu kwa upande wa wachezaji, mpaka walimu. Fadlu ni mwalimu ambaye anaweza akabadilika, alafu vile vile pia Ouma ni moja kati ya walimu ambao nao wanaweza wakabadilika kimbinu. Kwa mimi natazamia mchezo ambao unaweza ukaanza na mfumo fulani na ukaishia kwenye mifumo tofauti, kwa maana ya kwamba unajua wapo makocha ambao wanaanza na mfumo wake huo na anamaliza nao huo, alafu kuna makocha wengine wanaanza na mfumo fulani, ndani ya mchezo mmoja anaweza akabadilisha hata mifumo mitatu kulingana na mchezo unavyokwenda, na kuna mwingine anaweza asibadili mfumo lakini akabadili majukumu ya wachezaji ndani ya mchezo huo. Kwa kutakuwa na hiyo vita ya kimbinu ambayo naiona, kwa sababu walimu wote wawili ni wazuri katika mbinu, Fadlu pamoja na Ouma. Umemsikia hapo Ouma anakueleza kwamba kwenye moments kama hizi yeye ndo ana flourish kwa sababu ameshakuwa katika matches ambazo ziko na higher pressure kuliko hii ambayo anaenda kukumbana nayo kesho. Amekuwa kocha kwenye levels za club bingwa, sijui na michuano mingine ya CAF huko, World Cup qualifiers, akiwa na timu za taifa na vitu vingine kama. Kwa maeneo kama haya you don't expect kwamba anaweza ka fall under pressure na akaribu mbinu zake. Naamini kwamba ni kocha ambaye kiakili amejiandaa sawa, na umemsikia na anaonekana ana ile ari ya kutaka kuishinda hasa mechi, na ndio maana unaona anakuambia anataka mchezo utakapoisha kwa upande wake kusiwe na sababu ya kuzungumza aidha mbinu sijui nini, yani hatamani hicho kitu, na ni kitu ambacho alikuwa anakizungumza kuanzia tamati ya mchezo uliopita juzi. Alikuwa anasema kabisa sasa pengine nimepoteza mchezo wa leo lakini huenda nikashinda nusu finali. Lakini uhalisia hata wa mchezo wa juzi ambao tuliutazama Jojob katika upande mzima wa ligi ni kama kuna mzani fulani hivi, kuna mahali ulibalance, yani kuna kama kulikuwa kuna kuendana fulani hivi, tukiachana na maamuzi ya muamuzi ambaye kila mmoja aliyepigia makelele. Unajua unaweza ukasema mzani kubalance kutokana na ubora vikosi vyote viwili. Wapo wachezaji ambao wako Singida wanaingia kwenye kikosi cha Simba. Wapo wachezaji ambao wako Simba wanaingia kwenye kikosi cha Singida. Na kwa maana hiyo unaweza ukapata baadhi ya maeneo ambayo Singida wana wachezaji bora kuliko Simba, na kuna baadhi ya maeneo ambayo Simba na wachezaji bora kuliko Singida. Ukijumlisha kwamba kuna fatigue ambayo au uchovu ambao uko kwenye upande wa Simba, alafu kuna ile kutu ambayo iko kwa upande wa Singida ambao hawakucheza mechi kwa muda mrefu, na ndio maana walikuwa wanaona kama vile ni mtu ambaye atamwai mwenzie basi ndo huenda asipinduke tena kutokea hapo. Kwenye game hii ya sasa hivi inakuja na mahitaji mawili tofauti, kwa sababu kwanza ni mchezo wa knockout, sio mchezo wa point. Kwamba labda point unayoipoteza hapo utaenda kurecover sehemu, sio kama ligi na ni mchezo ambao unaamua hatima yako kwenye mashindano, tofauti na mchezo uliopita kwamba ukifungwa ushuki daraja, na wala sio kama umepoteza ubingwa. Yani riski yake ilikuwa ni ya kawaida kwa sababu haupotezi position yako kwenye ligi, lakini huku ni ina define au inaamua hatima yako kwenye michuano ya shirikisho. Kwa ni wewe dhidi ya mpinzani wako, na kwenye mechi kama hizo pia inawezekana timu ambayo inaweza kawa ni second option ikawa bora ndani ya dakika hizo 90 tu basi. Ikiwa bora ndani ya dakika 90 au ndani ya siku husika, maana tayari ka ruin kila kitu. Lakini kwa Simba hii ni game ambayo it has no excuse. Yani mahitaji yako, malengo yako makuu, malengo yako mama ya msimu, ili ni moja kati ya hayo malengo yako na inabidi ulitimize ili tukusimamie na kuhesabu miongoni mwa mafanikio ambayo uko nayo kwenye msimu, ni pamoja na kutoa hii michuano. Kwa sababu tayari as we are speaking kwenye ligi yeye ni wa pili, japo akishinda mechi zake zilizobaki yeye ni bingwa, lakini who knows kama anayeongoza akishinda naye mechi zake zote hapo nini kinatokea. Kwa hiyo kuna sintofahamu bado ziko nyingi kwenye ligi ambazo tunaziweka kando. Huku ndo sehemu pekee ambayo kila mtu hatima yake iko katika mikono yake mwenyewe, nini anaamua, nini anakifanya.
plus hiyo ambayo nimetoka kukwambia, kutoka kucheza siku si nyingi, kukutana tena, kunakuwa na changamoto hapo ya kujua mwenzio atakujaje na wewe ubadilike nini kwenye hiyo. Lakini mara nyingi mwalimu ambaye anashinda ni yule ambaye anakuwa anaweza kubadilika kutokana na mchezo unavyohitaji. Unataka kusema kwamba tutarajie kwamba kwa vikosi vyote viwili kutakuwa na mabadiliko labda yale makubwa? No, sioni kama kutakuwa kuna mabadiliko makubwa kwa maana ya wachezaji, kwa maana ya majina, lakini kunaweza kuwa kuna mabadiliko ya nafasi ama mabadiliko ya kimajukumu ndani ya uwanja. Umeelewa? Lakini tegemea kwamba mchezo huu utakuwa na kasi zaidi kuliko mchezo wa juzi. Kweli? Kwa sababu ya mahitaji ya mchezo. Sidhani kama kuna mtu atataka kwenda nje ya dakika 90 kwenye hizi mechi. Unaelewa? Sioni kama kuna mtu atataka kwenda nje ya dakika 90. Kila mtu atamani mechi ishe mapema, uchovu. Unajua? Kwa I think ni mechi ambayo itakuwa na ushindani zaidi kuliko mechi iliyopita. Haya, tunaisubiri mechi hiyo kwa hamu kweli kweli Job, na bila shaka tutashuhudia nusu finali ya pili pia nzuri. Maki hapo kwenye swala la waamuzi kidogo mashaka pia yamekuwa ni mengi na mijadala imekuwa pia ni mingi. Tunaamini kila kitu kitaenda sawa. Huwezi kumlaumu Ouma, kashang'atwa na nyoka. Lazima tahadhari iwepo. Of course. Na mpaka sasa hivi sijajua. Nimeona sehemu kama wanasema muamuzi anaweza kawa Rajiga. So I'm not so sure. Labda nifuatilie hapa tuone. Tutafuatilia. Ni nani kateuliwa kuwa kati kwenye hiyo game. Tutafuatilia, alafu pia bila shaka tutampa mwana michezo nani atakuwa Bwana Pilato wa mechi hiyo. Haya, asante kwa wale ambao unaendelea kutufuatilia lakini pia na kutuandikia. Tunaona ujumbe wako na tutapata nafasi hapa ya kuusoma. Lakini nilikwambia pale awali katika upande mzima wa miundo mbinu pia imekaa sawa sawa, na tusikie kutoka